Jehova kama ni ya kutukanya. Mungu Jehova God, tunakuinua na tunakuinua God Jehova Rishma. Yes. Pokea sifa, pokea shukran, heshima, mamlaka zikurudie. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Haya, kwanza tupigie kiongozi wa siku ya leo asubuhi Apostolo makofi mazuri. Makofi mazuri. Thank you. Tupigie kwaya zote makofi mazuri sana. Tupigie mgeni wetu kutoka Meru makofi mazuri sana. Haya, tupigie kila mmoja amekuja leo makofi mazuri. Sasa tupigie Bwana Yesu Kristo makofi ya shangwe, makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya shangwe, makofi ya juu kabisa. Shagiria, 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 shagiria. Bado, 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 bado. Thank you. Thank you. God bless you. Salimia, piga rafiki yako, mwambie Mungu anakupenda. Mwambie hapa ni kuzuri. Na mwambie muibaji ameiba wimbo ya mwisho na Kimeru. Amesema shida ikinikura mnaniogea. Nikikuja nibarikiwe mnasema mimi ni wa Illuminati. Nikikuja nitengeneze nywele mzuri mnasema mimi ni malaya. Sasa mnataka nini? Mwambie mimi nataka kubarikiwa ndio muongee mzuri. Muongee? Ni mzuri zaidi kuongea. Watu wasipopatiwa nafasi ya kuongea ni makosa. Si ndio? Haya, salimia, hebu inua Biblia yako nione kama uko na Biblia. Na kama huna Biblia utoke kiti ya mbele. Na kuna makosa mengine wewe ulikosea. Mtu alikuja amechelewa unampatia kiti ya mbele huyu na hakuomba maombi ya asubuhi. Wale wanakuja mapema ndio nakaa viti. Leo ni ya mwisho. Usitoke mtu jumba, afadhali utoe kiti ya tatu. Is it true? Sasa mtu hajaomba ukimweka mbele si tutalala sisi wote. Tunataka waombaji wakae mbele. Wale wamekuja asubuhi wameomba. Abia mwenzako tunataka waombaji. Hebu uliza hiyo mwenzako umeokoka? Uliza mwenzako umeokoka? Umesimama na utakatifu? Nimesikia dada mwingine ametuambia anataka kufanya harusi ya kanisa lakini wamekaa na mtu yake mwezi mo. Javeli hii kanisa. Hii kanisa iko na maneno. Hii kanisa iko na maneno. Enyewe yako na imani. Na imani yake inafanya. Lakini makosa ni hapa mwezi moja wamekaa na nataka wajameli. Hapa Jesus winner. Ile ya mama tutaombea ile inaitwa nini? Dada wa Meru umeiba mzuri. Nimeshukuru Mungu sana. Umeiba mzuri. Umetukumbusha tena kuna nyimbo za kiroho tulikuwa tunaiba ameziimba na Kimeru. Sasa sijui Kimeru mzuri nilikuwa naiba na Kikuyu. Igale nene yako ine. Alafu anasema Jerusalem mpya Mungu akubariki sana. God bless you. Salimiana Meru. Usalimia watu ya Meru sana. Tunawapenda. Is it true? Wameru wote inua mikono juu. Wameru wote, Wameru wote, Wameru wote. Wameru wote, Wameru. Rafiki tuko na ebu Wameru wafanya hivi mkono nione. Wameru, Wameru. Wameru, ni wengi. Thank you very much. Wameru ni wengi. Haya, wanakuwa wengi. Wameru ni wengi. Wale watu wengi Jesus winner number 1 Murang'a, number 2 Nyeri, number 3 Meru, haya amjui hivyo. Kiambu mko wachache. Wacha niseme muinue mikono uone. Watu ya Kiambu wainue mikono juu. Hebu angalia Wameru ni wengi kuliko nyinyi. Nimekuambiaje? Haya, watu ya Nyeri wainue mikono juu. Wewe unakataa. Ngoja sasa uone. Watu ya Murang'a. Unajua hakuna watu sijui hapa. I know everybody. Ukiniuliza ni wagani wengi, namba 2 ni gani, namba 3 hivyo wote najua. Si mimi ndio nahudumiaga. Nani sijui? Number 1 ni Murang'a, number 2 Nyeri, number 3 Wameru wote kwa jumla. Wallahi. Mumeamini? Umeona pasa anajua?
Mimi nikiambia, ukiniambia pastor watu wako, unaweza jua kila mtu kule atakwambia kila kundi kule imetoka. Umeona Kiambu mko wachache kuliko Nyeri. Wale watu nimepeleka nyumbani sana, na bawani ni Murang'a. Murang'a ndio na ndio nimepeleka nyumbani kwao sana wakati wa huduma. Kwa hivyo ninajua, I know everybody. Kila mtu najua kule ametoka. Na baba, unamjua baba anajua kila mtu. Hey. Sasa mumeniamini? Mumeniamini? Kabisa. Thank you. God bless you. So okay. Dokota Kagia. Unajua alikuwa anaamini Kiambu iko karibu ndio wengi. Uongo. Ni uongo. Iko hivyo. Inakuwaga hivyo. Inakuwaga? Na hata Nairobi wale wengi ni Murang'a. Na Batu ni Nyeri. Na Badhiri ni watu ya Meru. Sasa wale tunaongea about the area hii. Na hata iko hivyo, hata ukienda sasa tukitoka hapo tukiongea wale tribe imefuata, achana hiyo. Fungua Biblia. Fungua Biblia. Fungua Biblia. Today nataka kufundisha, ndio siku nataka watoto waibe sana. Nataka kufundisha. Abia mwenzako God Foundation. Kile tunahitaji ni God. Na God Foundation kuna mambo mengi. Kuna God government. Unajua Mungu ako na government yake. Ako na government. God ako na government. Vile tu tuko na government, ndio Mungu ako na government. Na government kila mtu ako na kazi yake. Lakini sasa sitaki kuingia hapo, nataka kuongea misingi ya Mungu. Kwa sababu ukikosa msingi wa Mungu utakuwa umepotea. Na watu wengi wamepotezwa na mitandao. Nataka niseme hivyo, wamepotezwa na mitandao. Wengine wanasema hakuna Yesu, hata hakuna mambo ya Yesu, lakini mimi najua kuna Old Testament. Wengi hata uende kwa nani wanaongea about the old, lakini the Old Testament hiyo ndio iliongea about Jesus. Na ujue kitu moja, ile kanisa limejengwa au ile dunia ilijengwa. Kwa nini hata mjaribu kutigiza misingi ya Mungu amwezi? Na hakuna mtu anaweza Mungu. Hata mpige, hata kupigwa zile bomu inapigwa kuna Iraki na Irani, na inapigwa kule Israeli, ipigwa wapi? Hata utatigiza tu ile misingi mwanadamu ameweka. Ile mwanadamu utapiga misingi ya mwanadamu, lakini misingi ya Mungu hauwezi. Do you understand me? Misingi ya Mungu hauwezi, lakini misingi ya mwanadamu utaitigiza. Kile mwanadamu amejenga ni ya muda, lakini kile Mungu ameweka ni ya milele. Kwa hivyo hata wewe ikiwa uko katika msingi wa Mungu, hakuna adui anaweza kukutigiza. Ndio. Kunaweza tokea vitu mingi itakuja ikae kama inatigiza ulimwengu, lakini wale wako katika msingi wa Mungu, wale wamejengwa katika msingi wa Mungu, hawawezi wakatigizika. Amen. Amen. Dunia ikiumbwa, maandiko inasema Mungu aliumba dunia. Na maandiko inasema na wakati ule alikuwa naumba, katika Mwanzo 1 inasema ya kwamba na dunia ilikuwa kitu, hakuna kitu. Ilikuwa kitu tupu. Haina sura. Haungejua, haionekana, ni kitu haionekani. Na maandiko inasema naye Roho wa Mungu alikuwa ameashiriwa kabla, na wakati aliashiriwa, kwa sababu Roho hawezi fanya kazi peke yake. Lazima angojee mwenye kazi. Roho alikuwa anakaa juu ya maji. Roho wa Mungu alikuwa anakaa juu ya maji. Na pale Roho angeweza kufanya mpaka wakati wa Mungu ufike. Ni kama wakati moja Yesu walienda katika harusi ya Galile. Na wakati walifika pale, maandiko inasema ile divai ilikuwa imetengenezwa si pombe. Divai ni misabibu imefinywa, imetoa sabibu, grapes. Do you understand? Wakati walienda pale, divai ambayo ilikuwa imetengenezwa ikaisha. Neno linasema ya kwamba mama ya Yesu alienda kurasimisha Yesu akuje afanye miujiza. Ndio. Na government ya Mungu haikuwa imekubali. Mama ya Yesu hakuwa katika the government of God. Ndio. Mpaka
Mungu mwenyewe aingie ndani ya Yesu ndio miujiza itendeke. Yes. Kwa sababu Yesu aliambia mama yake, the time is not Yet. The time is not yet, is the son. Ni mtoto wake. Lakini mama anataka kusukuma miujiza. Na miujiza, mwenye miujiza hajasema miujiza itendeke. Wakati mwingine kuna watu wanasukumia kitu ambaye haifai kufanyika. Ndio. Na ufalme haujakubali. Yes. Kwa hivyo mama yake Yesu, kwa sababu unajua saa nyingine wamama wanataka kujionyesha. Unajua kuna mtu hataki kulika. Mama ya Yesu alikuwa anataka kulika, atakuwa mtoto wangu wako hapa. Mtoto wangu ameingia. Mtoto wangu atafanya. Anataka kujionyesha kwa watu ya kwamba miujiza lazima itendeke. Yesu akamwambia wakati hujafika, kwa sababu ufalme, yani the kingdom of God haijakubali hiyo wakati fanyike. Akamwambia wakati hujafika, kwa sababu hii wakati unafanyika si wa mama. Mama wakati wake uliisha. Ndio. Is it true? Yes. It's like now ati mama yangu asimame hapa niambie pastor au siwezi fanya kwa sababu yeye ni kuzaa, hana mafuta iko na Pastor Mwai. Yeye ni shobo. Ndio. Maria alikuwa shobo, mwenye kazi, ni mtoto ambaye walifanya kuumbwa kwa mbingu na nchi na Mungu mwenyewe. Hallelujah. One thing, Biblia inasema vyema, mbingu na dunia hazingeumbwa kama mwana hayuko. Ndio. Do you understand? Do you know that? Kwanza pastor Madheke itafika hapo kwa sababu hawa watu lazima wajue who is Jesus. Kwa sababu the government of God, kuna Mungu, kuna Yesu, kuna Roho na kuna malaika. Juu Mungu alisema hata wakati alikuwa anaumba mtu, hapo tunataka pastor Madheke usome Genesis, wachana pale kwa Roho, hapo kwa Roho tumeongea. Enda Genesis hapo ruke mstari wa hapo mbele. I think it's 9. It's 9. Genesis chapter 1. Unaona ile mambo niliwaambia? We mpatie kitu huko, leta mtu mwingine hapa. Asikuje hapa, kaa huko. Mimi watu unaona mumlete mtu ajui. Ndio nimesema mnakosea. Mkoni unaona miti kwa yaji. Yuri mu. Wacheni tu wale wanakujaga mapema, wanaelewana. Mtu anajua kuna break mpaka pastor moja amalize kuhubiri. Yuri ataja kwali aje kumaja, dakachokea ikirogea. Tunamaitia. Unajua zaidi shetani ulete upigamizi watu wasisikie neno. Juu mtu akitoka hivi lazima utamwangalia. Hata ashas, wacheni kutapatembea. Kaa hapo, umekaa kama askari. Hiyo ndio kidhubura shirikoke, utagia guo. Unajua kuna wanaume hata wengine ni wachokozi na ni ashas. Anataka akiona mama anajifanya, anapitia hapo ndio amuguze, mama anamwangalia. Tikori mmoja ukagutia mtimia wako. Hata ukaguze bibi yako nyumbani. Achana na shirika. Ili mule ndani nishamuke. Tuko Genesis, hallelujah. Hebu soma mstari hiyo pastor Madheke. Unasoma mstari wa ngapi? 26. Yes, exactly. Genesis chapter 1. Soma badi. Verse 26. Genesis, Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Thank you. Mungu anasema tufanye mtu kwa mfano wake. Na nani? Mungu ako na nani? Mungu ako na nani? Wanaupa na nani? Kwa sababu anasema tuumbe mtu anafanana na sisi. Number 1, Mungu ako na jeshi lake, ako na ministers wake, ako na watu wake mbinguni. Na watu ujue kitu moja watu wajaielewa. Yesu alikuwako. Alifanya aje? Na wakati anasema tuumbe, Mungu anaambia Yesu na Roho tuumbe mtu anafanana na sisi. Kwa hivyo Mungu hafanyi kazi peke yake. That's why hata leo hautaona Mungu amesimama hapa kwa madhabahu aseme I am God, I have come. No! Lazima atatumia jeshi lake na atumie ministry yake, na Pastor Moi ni mmoja wa ministry yake. Amen. Hallelujah. In the government of God, Pastor Moi is there. That's why anytime I'm talking about God and Jesus and the Holy Spirit. Yes. Because I am there in the government of God. Yes. And nobody can change my mind.
Whatever come, I cannot talk about anything else. I'll talk about my God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Watu waseme hakuna Yesu, hakuna Jehova, hakuna Roho. Yeah. Nitakaa hapa mpaka Yesu arudi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Mtu ambaye ako katika ufalme wa Mungu na yeye ako katika ile ministry, haleluya, lazima utapigania ministry wako mpaka Mungu aitwe Jehova. Ambia mwenzako, mimi ni wa hiyo ufalme wa Jehova. Nyinyi mkiongea ubaya Jehova, mkiongea juu ya miungu yenu, mkiongea juu ya watu wenu, mimi nitaongea juu ya Jehova. Yes. Amen. Hapo. Mungu akasema, ndio tumbe mtu anafanana sisi. Yes. Wewe kitu ya kwanza ukiupwa, Jesus was there. God was there. The Holy Spirit was there. Yes. And also the angels of God was there. Yes. Lakini hakusema, haleluya, nitaumba mtu, alisema tutaumba mtu anafanana. Kwa hivyo Mungu akiweka macho, Yesu alikuwa anaweka mdomo. Yes. Oh, haleluya. Na ndio uelewe hii mambo. Yes. Wakati Mungu alituma Yesu afanye kazi, yes, alipomaliza kila mtu alifanya wakati wake. Yeah. Mungu akafanya kila kitu akisaidiwa na hao wengine. Alipomaliza kazi akarudi mbinguni. Yeah. Akatuma mwana wake wa pekee. Yeah. Akakuja kwa mwili wa mwanadamu. Yeah. Akakuja akatutoa katika mambo ya mauti. Yeah. Haleluya. Yesu akamaliza mambo yake. Yeah. Pale msalabani akasema yote imeisha. Yeah. Akasidi akasema nitaenda kwa Baba, sitawasha kama yatima. Yeah. Akaambia Roho wa Jehova shuka wasaidiage. Wasaidie. Hallelujah. 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 God himself is the president. Yes. Jesus is the vice president. Yes. Holy Spirit is a prime minister, prime cabinet. Hallelujah. Yes. Ukiwa na hiyo government, yes, hauwezi ukatigizwa. Habia mwenzako, I need God government. I need God's government. And all angels, and all angels, they are ministers. Yes. That why unasikia Gabriel, malaika wa baraka, the financial minister. Unasikia malaika Mikaeli, unasikia huyo ndio minister for internal security. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Ukisikia masarufi, unajua the minister of health ako hapo. Ukisikia makerubi, unajua the minister for agriculture and the land ako. Habia mwenzako, niko katika the government of God. Government of God. Unasikia? Ndio. Tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sitaki kwa Pastor Madheke. Yes. Enda kitabu cha Waefeso. Waefeso 2:19. 19 uka hapo. Waefeso chapter 2 verse number 19. Neno la Mungu linasema hivi. Aje. Basi nyinyi si wageni tena. Nyinyi si wageni tena. Wewe ambia mwenzako wewe si mgeni. Yes. Wewe si mgeni kwa Jehova. Kile kinakukoseaga ni kukaa kwa Jehova kama mgeni. Ndio. That's a big problem. Yes. Hata kile kitu hata ujui kwa nyumba ya Mungu inakaaje. Ni kama mtu wewe saa hii ukitembea kwako utakaa kwa table. Jua hujui hata show iko wapi, haujui ni haujui hata is it true? Yes. Haujui na bedroom siko wapi. Sasa wewe uko hapa kanisa lakini unakaa kama mtu ni mgeni. Haujui. Tio kata mgeni. Ila mnataka uteke kata mgeni. Wacha kukaa kama mgeni. Unajua mgeni hajui baba ako na nini? Ndio. Apia mwenzako mgeni hajui Mungu ako na nini? Ndio. Apia mwenzako washa kukaa kama mgeni.
Yes. Biblia imesema sisi wageni tena. Ndio. Na ukikaa hapa kama mgeni ni wa muda, anakula chapati anamaliza anaenda kwao. Lakini mwenye boma ako na urithi. Haleluya. Amen. Apia mwenzako mwenye boma ako na urithi. Mwenye boma ako na urithi. Mwenye boma ako na urithi. Mwambie mimi si mgeni tena. Mimi niko kwa Baba. Ndio. Haleluya. Mwambie niko kwa Baba. Na kwa Baba kuna kila kitu. Wakikuambia mnaenda kanisa kufanya nini? Kwa nini mnashitaka Jesus wina? Mwambie niko kwa Baba. Mimi sio mgeni. Ndio. Haleluya. Haleluya. Hata tukifika mbinguni hatuendi kama wageni, tunaenda kama wenye nyumba. Amen. Yesu akasema nikienda kwa Baba nitawatengenezea makao, na nikimaliza nitawachukua niwapeleke kwa Baba. Oh, haleluya. Tutafurahia hapa na tufurahie mbinguni. Habia mwenzako mimi sio mgeni tena. Mimi sio mgeni tena. Unajua? Yes. Kitu kingine hamjui, kuna watu wako hapa Jesus Winner. Ndio. Wengine they are minister of finance na wako hapa. Wengine ni security, kazi yao tu ni kuangalia watu security. Na acha usimshuke sana. Hii ministry angalieni sana. Angalia sana. Lakini finance wako hapa. Na huyo ndio Gabrieli. Na ukitaka kuwa finance lazima uwe faithful. Hallelujah. Kwa sababu pesa yote itapitia kwa ministry for finance. Mimi nimesema leo, ikiwa wewe ni wa government ya Jehova, ile ministry utapewa, uwe mwaminifu kwa ministry, ndio naye Jehova akuinue. Amen. I wonder. That's why wengine wanabarikiwa, wengine wanashindwa ni nini? Abia Mungu, I need reshuffle from today. Kuna watu wanahitaji reshuffle. Kuna watu wanahitaji, kwa sababu kama mbinguni, unajua Mungu, maandiko inasema yale iko mbinguni hapa ni kioo ya mbinguni. Na vile mbinguni kuna minister na baraka na nini, na vile hata malaika, Mungu anaamini malaika wengine hawaamini, ndivyo hata hapa iko. Na Mungu asipofanya reshuffle, unaweza ishi kwa ministry iko na shida. Ndio hata Kenya kuna minister unajua, kuna wengine hata ujui ni nani. In fact, unless uwekeo pale, hata mimi saa ingine sijui, wala najua ni wachache. Mtu siwezi kosea kujua ni badi. Ministry for badi. Ministry for number 2 ni security. Mokomeni, huwezi shitwa. Kwanza number 1 lazima ujue kule pesa itato. Number 2 security, hapo tukiwa na pesa lazima uwe na secure. Sasa kuna wengine hapa kazi yao ni kuangalia wale wako na pesa. Abia mwenzako, I need reshuffle as quickly as possible. Hallelujah. Kuna wengine, that's the truth. Italingana wewe Mungu amekupatia ministry gani, na amekuaminia na atakuaminia, na batu atakuaminia. Juu kama atakupatia, are you faithful? Kama hii government ya Ruto imefanywa reshuffle mara tatu. Sasa kwa nini imefanywa? Ni Mungu alisema. Na wengine hawakuwa waaminifu. Na Mungu akisema ifanye, si alikuwa anajua. Kwa hivyo hata Mungu anajua mahali huko haifai. Hata wewe Mungu anajua mahali huko haifai. Abia Mungu, I need reshuffle. Alete malaika wa baraka kwako. Malaika wa fedha. Abia mwenzako, nataka, si Mungu alisema nitaupa watu wanafanana na mimi. Wewe unafaa ukijiangalia kabisa, wacha sura kwa maisha. Wewe na Mungu unaona kama kuna kitu mko naye. Wewe ukiangalia mzuri. Na kama kuna malaika aliletwa kwako mbaya, juu Mungu alisema tutaupa mtu. Unajua pekine Mungu, wengine wamepewa malaika. Unajua Gabrieli ni kama Mungu. Ni kama malaika, huyo anasimama kwa niaba ya Mungu na kwa niaba ya Yesu.
Yes. Hallelujah. Na ikiwa wewe ulipatiwa malaika mwingine mbaya na yeye ndiye anafanya kazi kwako, hebu nikuulize, kwani Lucifer alikuwa wapi? Si alikuwa malaika wa mbinguni? Si alikuwa naiba mbinguni? Na kama Lucifer aliomba ruhusa, ambia mwenzako aishaibadilishwe. Na ukiona mtu wako wivu, mtu wako wivu, ako na hiyo Lucifer, ako na malaika wa Lucifer. Unajua hata watu wakiupwa, Shetani that time was in heaven. That time Lucifer alikuwa, ukiupwa, wewe hebu imagine, ukiupwa Shetani was, mtu ya kwanza akiupwa Shetani alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Na kama Lucifer aliiba ruhusa, ukiona mtu hataki kuona mwingine akibarikiwa, ako na Lucifer. Ukiona mtu leo, Patrick, usaidie huyu, lakini hataki kuona ukikura au ukifaidika, ako na Lucifer. Wewe angalia. Ambia mwenzako kuna hitaji reshuffle. Wewe ukiona wewe kuna mambo kama hiyo kwa kwako, ambia Mungu, I need reshuffle today. I need reshuffle today. Ukiona mtu anaendeaga watu kazini, ndio. Ukiona mtu hataki kuona wewe ukiendelea, msemaina. Ukiona mimi Pastor Moi nimekusaidia na ifike mahali utaki kuona nikisaidika, badilisha huyo malaika wako. Uko na reshuffle. Kuna hitaji reshuffle ya Jehova. Kuna somebody aliingia ndani yako wakati uliumbwa. Kuna kitu iliingia. Ndio. Hata Biblia inasema wakati mliokoka mlipewa nini? Ulipokea nini? Si ndio neno inasema? Kabisa. Wakati uliokoka ulipokea nini? Unaweza kuwa hukupokea roho wa Mungu. Ulipokea Lucifer, malaika mbaya. Dunia ikiumbwa, Shetani alikuwa pale. Na ndio unaona hata Shetani wakati aliona Mungu vile amefanya, alisikia hivi, akaanza kuleta kitu inaitwa uasi. Corruption baba. Alianza kuleta kitu inaitwa, yani anataka awe president. Anataka overthrow serikali. Mungu akamwambia, wewe utaenda huko chini. Enda huko katafuta wako. Ndio. Enda huko. Ukiona wewe ile mambo unafanya itupelekane na Mungu wa Jesus winner, unatakiwa ufanyiwe reshuffle. Lazima mimi nakufanyia, Mungu akufanyie reshuffle. Pia roho yako unaona kama mimi niko sawa. Wewe yako drama mimi. Wewe Pastor Mateke soma masaa si mazuri. Soma. Nyinyi ni raia pamoja na watu wa Mungu. Amen. Nyinyi ni raia pamoja na watu wa Mungu. Yes, raia. Kwa hivyo wengine ni raia na watu. Hebu nikusomea hii na uongee na Kiswahili. Sawa apostle. Leo tu oguore. Kwa sababu hiyo leo inywe mutiri ageni na agendi. Nyinyi si wageni na wasafiri. Rege tena. No ni mutuikite ene bururi. Lakini mumekuwa wenye nchi. Hamwe. Sasa ngoja apostolo. Kuna wengine hapa wanaishi Nairobi kama wasafiri. Kuna wengine wanaishi kanisa kama wasafiri. Yes. Ule yako kiyaga. Hata ukitumia pesa ya ng'ambo unakula. Hata ya Mungu unakula. Unajua mtu anaondoka hata akiharibu hana shida. Unaona mimi nilisema siku moja na sorry kusema. Nikasema nyinyi mko ng'ambo mkumbukage Jesus winner. Na mjue nyumbani ni nyumbani. Wale watu walikuwa South Africa sasa hivi wajarudi hapa. Wajarudi wapi? Na wengine bila ki? Sasa kama wangetuangalia hata sisi tungewaangalia. Sasa hao walikuwa wageni na wasafiri. Pia msafiri hiyo. Ukiona haubarikiwi, wewe ni msafiri. Ni mgeni na msafiri. Yes. Ukiona hujabarikiwa hapa mawazo yako si mzuri. Ndio. Uko na kasoro.
You have problem. Mwambie mwenzako you have problem. You have a problem. Wewe jia mwambie you have problem. You have a problem. Unajua mtu mgeni Ndio. huwa anaacha ameharibu. Mwenye boma anaitengeneza. Na mwenye boma akona uchungu na boma. Is it true? Yes. Hawezi taka boma yake iharibike, lakini msafiri anaharibu. Ndio unakuta mtu wako kanisani anafanya tabia mbaya juu kwa sababu ni mgeni na msafiri. Lakini maandiko hapo imesema lakini nyinyi ni wenye nchi. Haleluya. Amen. Wenye nchi. Mungu akikupatia nchi, ndio you are blessed. Amen. Nchi kipeano mikononi mwako, my brother, you are very blessed. Mimi nataka leo hata kama una nchi yako, Mungu akupatie mahali Nairobi. Haleluya. Mungu akupatie mahali Nairobi. Yes. Nairobi kijaa twende Kiambu, lazima tutapata nchi yetu. Lazima. Ambia mwenzako Nairobi nilikuja kukaa. Nairobi nilikuja kukaa. Unajua kuna watu waliletwa Nairobi na wengine ni kuletwa na wengine ni wenyeji. Hebu uliza mwenzako wewe ni kuletwa au ni kuletana? Haya, soma tadi. Soma. Nyoto oguore. Nyoto kwa sababu hiyo leo inywe ne motire ageni na agedi. Nyinyi si wageni na wasafiri. None motuwekete ene forori. Mmekuwa wenye nchi hamwe na ando a Ngai, pamoja na watu wa Mungu, na mugatuweka ando a nyumba ya Ngai, na mnakuwa watu ya nyumba ya hapo ni mzuri. Ambia mwenzako mimi ni wa hiyo nyumba ya Jehova. Mimi ni wa hiyo cabinet, ni wa hiyo mtu wa nyumba ya Jehova. Yes. Anytime cabinet inapaka, lazima utakuwa pale. Hallelujah. Ambia mwenzako sasa nimejua. Kumbe mambo imekuwa ikipakwa juu mimi ni msafiri. Leo nimetangaza mimi ni mwenye haki na ministry ya Jehova ikipangwa nitapangwa. Hapo ni mzuri. Yes. Ati sisi ni wenye nchi. Wenyeji. Wenye nchi na wenye nyumba. Nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu kile Mungu amepaka kwa sababu sisi ni wa Mungu. Yes. Na serikali ya Mungu imekubali tuwe kwa hiyo nyumba. Yes. Ni nini hatutapata? Hakuna. Ukiona cabinet vile inakaa kwa meza hivi. Umeshaiona? Ndio. Pale president amekaa pale. Yes. Deputy anakaa hapo. Ingine wanaanzaga na security wanakuja hivi. Ndio. Mpaka ule wa mwisho wajulikani kama ni wa maji au ni wa nini. Sitaki kusema ni gani. Hata minister kuna zingine mzuri. Na zingine utakufia huko na njaa. Hata fishermen ziko huko ndani. Ziko ndani na mining ziko ndani. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Sasa wewe maandiko imesema wewe ni wa hiyo meza. Kwa nini unajitoa kwa meza? Unajua huwezi kuwa mtu baya roho chafu, mtu ya Qurani. Kwanza na hii kanisa nimesema nikisikia mtu amerani mshirika wangu, hiyo laana iende kwa watu yao. Mimi nimetangaza leo hii kanisa si ya kulaaniwa. Yes. Na yule atakulaani kuanzia leo, yes, laana zake waende wakakule na watu wao. Wow. Hey. Jesus name. That's true. Mungu asikubali. Ambia mwenzako msikubali kulaaniwa ukiwa Jesus winner. Ukiwa hapa. Hatuwezi. That's true. Na nirudie tena. Mtu akijaribu kukulaani, yeye na watoto wake na familia yake, hiyo laana irudi kwao. Wewe si wa kulaaniwa. Mtu wako kwa meza ya Jehova alafu alaaniwe. No. Na tumaombi ingine ya upuzi haina njia, haina mwelekeo. Hiyo tumaombi ende shidwe kabisa. Na tena mtu wako kwa ministry ako na security. Mtu wako ministry amepewa magari. Mtu wako kwa ministry hata nyumba inalipwa na serikali. Mafuta unataka tu kwa petroli, kadi na peano, mafuta inajazwa.
Mimi nasema leo, ikiwa ufalme wa hapa duniani inafanya maminista wanakaa mzuri, na sisi maminista wa mbinguni lazima tutakaa mzuri. Shetani apende asipende. Amen. Sisi ni wa ministry, ni wa hiyo nyumba. Haya, hebu soma apostolo kwa sababu ya haraka. Usome haraka. Niodo ogwori. Kwa sababu hiyo leo inywe mutiri ageni si wageni tena. Na agedireke. Si wageni na wasafiri tena. Rege. None mutuwekete ene fururi. Mmekuwa wenye nchi. Hamwe na andũ a Ngai. Pamoja na watu wa Mungu. Na mugatuweka andũ a nyumba ya Ngai. Na mkakuwa watu ya nyumba ya Jehova. Siwasa nisomee wasomi lakini usirudie. Kama mimi ni rafiki ya Jehova, hata utakuwa rafiki ya Jehova. Wacha nisomee wasomi. Ikiwa Mungu analipenda, hata wewe atakupenda. Wapende wasipende, tutabarikiwa wakiona hata wafanye nini. Sikia hapa, hata kama ni mzazi wako alisema utabarikiwa, anajaribu kukuja kwa kishwa yako ndio afunge njia zako. Nimetakaswa leo, hakuna laana itakuweza sasa. Hakuna laana wala uchawi. Hakuna. Nimetakasa, hakuna. Sisi ni wa nyumba ya Jehova. Haleluya. Kuna level inafikaga hata mganga hawezi kukoroga. Kashidi. Bishop, kashidi. Wacha nisomee wasomi kidogo na usirudie. Soma dadi. So then you are no longer stranger and a foreigner. But you are not a stranger or a foreigner. So then you are no longer stranger, and a foreigner, but you are fellow citizen with the saint of the house of the Lord. Yani wewe, you are citizen. Uko na visa. Uko na kitambulisho. Ukienda pale kuitisha pesa, kadi uko naye ya ATM. Haleluya. Mimi nataka Mungu abadilishe maisha. Achiwe aliumba mtu anafanana na yeye. Achiwe tunamwakilisha hapa. Sisi ni jeshi yake. Sisi ni kabineti yake. Hata akiongea baya tutamuongea mema. Na mimi nimesema leo, wale wanakuharibiaga jina, wale wanaongeaga mabaya yako, Mungu afanye kitendo. Walipe na familia zao. Walipe. Ndio. Unajua watu wajaijua Mungu wako. Kweli. Sasa wakati umefika. Wanaocheza na wewe, wajue wewe si wa kuchezewa. Wajue wewe si wa kuchezewa. Uko katika ufalme wa Jehova. Haleluya. You are no more. Wewe si mtu ya kuomba kule kunaitwa nini kule watu wanakaga wale wamefukuzwa kwao. Sio sikuota, achana sikuota. Kakuma. IDP. Wewe si wa IDP. Wewe ni wa ufalme wa Jehova. Na kama wewe ni wa ufalme, hautaki kulialia. Tumesema leo Jehova afungue mbingu yake. Aweza kutubariki. Atufungulie baraka. Atupatie kibali sasa. Neema ishuke kwa maisha yetu. Kibali ishuke kwa maisha yetu. Baraka ishuke kwa maisha yetu. Haleluya. No more. Kashini. No more. Pastor Madenge. Wacha kuogopa ukiogopa. Hata ukipita kwa wale wanakurogoka unaogopa. Waambie now from today. Nimejua mimi ni wa nyumba ya Jehova. I'm a citizen. Citizen. Mambo ikipakwa, malaika wangu watakuwa akikaa hapo. Jehova akipanga kubariki, malaika wangu wako hapa. Akipanga security ikuje Kenya, malaika wangu wa security yako hapo. Hiyo manyoka ikijaribu kukuja, inakuta security ya mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa hivyo
kama Mungu aliupa mtu anafanana na yeye, Yes. mbinguni kuna mtu anakaa kama wewe. Ikiwa huyo mtu anakula mzuri, hata wewe utakula mzuri. Ikiwa huyo mtu anatembea vyema, hata wewe utatembea vyema. Haleluya. Haleluya. Noma. Mungu aliumba. Yes. Alisema nitaumba mtu. Yes. Tutaumba mtu anafanana na sisi. Kwa hivyo wakati uliumbwa. Yes. Haleluya. Kuna mtu alisimama kwa Jehova akasema, hii sura inakaa yako. Hii sura inakaa ya huyu malaika. Hii sura ni ya yule malaika. Malaika wako akuje leo. Malaika wako akuje leo. Abadilishe hiyo kilio yako. Receive it. Ufalme, yani, in the kingdom of God. Yes. In the ministry of God. Yes. Wakati walikuwa wanaumba, Ndio. walisema tutaumba watu wanafanana sisi. Ndio. Kwa hivyo mmoja anafanana na Yesu, mwingine na Roho, mwingine na malaika Mikaeli, na ndio unaona wengine ni wakali kama Mikaeli, na wengine wakafanana na Lucifer. Ni Mungu tu atabadilisha hiyo ministry leo. Aya, na ukiona mtu anaiba ni Lucifer. Neno la Mungu linasema shetani ukuja kuiba, kuua na kuangamiza. Kwa hivyo kama ni mwizi, gai ambia Mungu abadilishe hiyo. Sema reshuffle. Reshuffle. We, salimia mwenzako, I need reshuffle now. Inaweza kwa hilo si yako. Hii malaika sio wako. Nikukuja alikuja kuniiba. Akaingia ndani yako. Sema nataka reshuffle sasa. Buga reshuffle, sema reshuffle. Sema reshuffle. Haleluya. Yes. Mtu anafanana na sisi. Ndio. Wewe ukiangalia kabisa, hebu kaa chini kwanza. Kaa chini. Ukiangalia mzuri, unaona kama kuna mtu mnafanana na mbinguni wewe? No, sijaongea. Nikusema, unaona wewe kulingana na tabia zako. Wewe ukijiangalia, ukijiangalia mzuri, juu Mungu alisema tutaumba watu, mtu anafanana si? Haya. Sura yetu, mahubiri yetu. Ndio. Unajua Mungu hakukuumba vibaya. No. Aliumba mtu ako mbinguni. Yes. Na unajua shetani aliambia uende huko. Wale wote utafuta uwafute waende kwa, lakini wangu wabaki hapo. Lakini ukiangalia na tuko kanisani leo, ukiangalia acha tutu. Unajua kila mtu ana si macho ya mwili, si unarudisha roho ndani kulingana vile unakuaga. Keoiru. Kivita. Kiuchoyo. Kinyongo. Wewe ukiangalia, just look. Wewe unaona? Ni wangapi wanaona kunahitaji reshuffle? Ni wangapi wanahitaji reshuffle? Usiinua watu. Ni wangapi wanahitaji reshuffle? Reshuffle inahitajika. Mungu afanye. Alete malaika mwingine. Ule malaika uko naye anakusumbua sana. Anafanya ukose kukaa na watu kwa kijiji. Unafanya tabia nyingine ifurahishi Mungu. Ambia mwenzako I need reshuffle. I need reshuffle. Ndio uweze kuingia kwa nyumba ya Mungu. Ndio tukubariki. Unajua sasa hivi tumekaa kwa corridor sana. Mungu anataka tukae kwa table. Unajua hata kule State House ukienda, kuna watu wako kwa geti. Kuna wengine wako kule wanakatakata majani. Kuna wengine utakuta kwa barabara. Kuna wengine utakuta pale kwa mlango ya corridor. Na wanaishi hapo, na hata pengine hajawahi kuona president na macho, hata wamsalimie hivi. Lakini yako State House. Maybe hata pengine ule anapikaga huko kishe
Pengine president hamjui. Maybe mama ndio anamjua. Mama Resho. Na si makosa, wanaume hatuendagi jikoni sana. Na unajua kile kimefanya kwa sababu wewe si wa hiyo nyumba. Uko kwa corridor. Ambia mwenzako nataka kuingia ndani sasa. Kuingia ndani. Nataka ufanye mahesabu. Wewe unataka kuishi kwa corridor? Unajua kuna mtu anakubaliwa mpaka kwa sababu mama wengine wanaingia kwa nyumba za watu na njia nyingine plani baya. Plani? Lakini mwisho wataenda kwao. Wamama ni wajaja sana. Atimia ni yoge muno. Akitaka kujua vile unakaaga. Hawa ni wajaja sana. Wakati kuna sherehe, wakati kuna au kuna maombolezi au kuna kitu kanaendelea, wanajifanyaga saidi watu wamekula, anachukua viopo, anaweka kwa beshe. Anaingia ndani. Nani yako hapa nimpatie hizi, anaingia ndani. Wengine anaulizaga mwenye nyumba atalia saa ngapi. Sasa hilo umelia sana. Anakushika oi kuja oi. Ndio akupeleke bedroom ukajue bedroom vile inakaaga. Wewe washana bedroom ya wenyewe. Uchakubalia kuingia huko. Washana na nyumba za wenyewe. Tafuta ufalme wako. Tumemaliza hiyo. Turuka tu. Haya, acha tusome. Tena mtajengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Thank you. Thank you. The first foundation. The first God hangeweza kufanya kitu without Jesus. Maandiko imesema tutajengwa na tutajengeka. Tutajengwa juu ya manabii na mitume. Ndio. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo the foundation ya Mungu kama tutajengwa juu ya Yesu Kristo, manabii na mitume, na hapo ndio Pastor Moya anaingilia. Oh, haleluya. Ukijengwa juu ya Yesu na manabii na mitume, hakuna kitu itakutingiza. Ukiamini mafuta, hakuna mtu atakutingiza. Ukiamini mafuta, maganga na wachawi, maadui zako watatingizwa, lakini wewe utabaki imara. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ujengwe juu ya manabii na mitume. Na Yesu Kristo naye ndiye jiwe kuu. Jiwe la pembeni ni Yesu Kristo. Hiyo jiwe mlikataa. Hiyo mnakataa. Hiyo watu wanasema ni food ya bao. Ndio. Hiyo watu wanasema wacha nikuambie, hakuna mtu ajui Yesu yuko. Vile iko, hakuna mtu anaongea soko ya mwingine ni mzuri. Listen. Hata saa hii wewe uwezi kwenda unafanya makanika pale Thiongo na pengine hata ujui kutengeneza, unajua malori ile kubwa na kuna mwingine atengeneza Mercedes pale, mtu akuje na gari utamwambia ujui. Kile utafanya gari utasema kuja weka hapa, unajifanya umeenda hapo kidogo, unaita makanika unamwambia tengeneza hii gari takulipa. Kila mtu anatetea ufalme wake. Sisi tutatetea ufalme wa Yesu. Amen. Juu tumejengwa juu ya Yesu. Yes. Ukiona mtu wako hapa leo na anasema ameokoka, lakini Yesu akipigwa anampiga, toka uende haraka. Wachana naye. Juu wacha nikuambie, uwezi jengwa kwa kitu hautaki. Ndio. Lazima utajengwa. Na utajengwa juu ya hiyo msingi. Nimesema God foundation. God foundation. Manabii walitumwa na Mungu wakaongea. Hata wengine wakatabiri about Jesus. Jeremiah akaongea about Jesus. Isaiah akaongea about Jesus. Daudi akaongea about Jesus. Hiyo ni New Testament. The New Testament. No. Hata Musa, tutaenda hapo katika kitabu cha Ibrania, alisema kile kilifanya Musa aweze kujitoa hata kama ni nyumba ya mfalme, atoke kwa nyumba ya Farao. Ni kwa sababu hakutaka kuaibisha Kristo. Ndivyo inasema kitabu cha Ibrania. Wacha vile unasema hapa. Musa alijua kuna Yesu. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Danieli, Shadraka na Abednego walikuwa ndani ya nini? Moto. Ya moto. Maandiko inasema wakati
moto iliakishwa na wakafungwa wakaekwa ndani. Wale watu walikuwa upande mwingine wa maadui. Ndio. Walitazama ndani ya moto. Yes. Biblia inasema wakasema, tuliweka watu watatu ndani ya moto. Ndio. Lakini katikati yao tunaona mtu anakaa mwana wa Mungu. My God. Anakaa mwana wa Mungu. Walijua kuna Yesu. Yes. Sema Jesus. Jesus. Sema Jesus. Jesus Christ. Sema Jesus. Jesus. Yes. Tuliweka watu watatu. Ndio. Shadraka, Meshaki na Abednego. Aha. Lakini tukiangalia katikati ya moto, Ndio. hawa vijana wanatembea. Yes. Lakini katikati yao Ndio. kuna mtu mmoja. Yes. Anakaa mwana wa Mungu. Ndio. Mimi nimetangaza leo, Ndio. yule mtu aliumbwa kwetu, ambaye tulikagwa sura yake, aingie ndani ya maisha yetu. Hata tukitubwa kwa waganga, tutubwe kwa wachawi, tutubwe kwa majaribio, asimame na sisi. Asimame na sisi. Yesu aliingia hapo. Ndio. Hawakusema malaika. Hawakusema malaika. Anakaa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Yesu Kristo. Yes. Alijitokeza. Alikuja na sura ya Jehova. Akaingia na maguo yake pale. Maguo haiwezi kashomeka. Wakati uko katika the kingdom, yes, you cannot die, yes, until the mission come out. Wonderful. Pastor Mavege. Yes. Hawezi kukufa mpaka Mungu afanye mission yake. Can you repeat in English? Hata tukija. You can repeat on behalf of mine. Thank you. Yes. Ambia mwenzako, hatutakufa mpaka mishoni yetu ifike. Yeah. Mungu lazima afanye mishoni yake. Yeah. Hata wakijaribu kufanya nini, watumie nguvu zao, yes, watumie maushauri yao, yes, waende kwa Kafwere, yes, waende wapi, hawatatuweza. Yes. Hawatatuweza. Yes. Hata ile kanisa itaisha wakiona. Ndio. Itaisha wakiona. Yes. We are in the kingdom. Yes. Hallelujah. Ndio. Wakati umejua Mungu wako, hawa vijana waliambia mfalme Dario, ndio, hata kama utatupa kwa moto ni sawa. Kile hatutafanya, hatutakuinamia. Aidha atatuokoa, hatatuokoa. Wakati umejua baba yako, yes, wakati umejua ufalme wako, yes, sio mtu ya kutikiswa. Hapana. Huwezi tikiswa. Yes. You cannot shake. Shaking. Is it shaking? Cannot, yes, be shaken. Wewe sio mtu wa kutetemeshwa. Ndio. Unajua Jehova Mungu wako. Yes. Wakuje na ile laini watakuja. Lakini unajua Mungu wako. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakujua Yesu atakuja. Kile walijua watakufa waende kwa Baba. Yes. Na shukuru Jehova. Yes. Kama mission ijaisha. Ambia mwenzako, kama mission ijaisha. Kama mission ijaisha. Kama mission ijaisha. Hakuna mtu atakufa. Kama hujabariki, kama hujainuliwa, hakuna mtu atakufa. Kama hujaingia kanisa mpya, hakuna mtu atakufa. Kama mishoni yako ni ya ng'ambo, lazima utaenda ng'ambo. Ikiwa umeahidiwa utainuliwa, lazima utainuliwa. Hallelujah. Receive it. Ambia mwenzako, my mission is not yet. Is not yet. It is not over. Not over. It's not over. Not over. It's not over. Not over. Mwambie bado. Mwambie. We mwambie, ukiona mtu wa kuogereshi akona kitu ameficha kwa Mungu. We ukiona mtu ainui mikono juu, ameweka ushai kwa mikono, sema nitabarikiwa, sema nitainuliwa. Hallelujah. Amen. Yes. Toko radimo. Kaniwe.
Ikiwa yu ufalme ni wetu, Yes. hata wewe ukiomba Ndio. haujui kile Mungu atapanga. Yes. Lakini kuna kitu nimejua. Yes. Wakati umesimama na ufalme wako, Ndio. na umetetea ufalme wako, Yes. na umeongea mema ya Mungu wako, Yes. umeongea mema ya kule ulitoka, Ndio. hata kama wamejipanga. Yes. Kuna mtu ako na sura yako. Yes. Atashuka leo, ataingia katikati. Wale wamepanga kukumaliza, Jehova atawaondoa. Jehova atawashika mikono. Moto itashikwa mkono, magonjwa itashikwa, na wewe watasema kweli huyu Mungu anampenda. Wow. Unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza. Kaa chini. Kaa chini. Hai. Kutoka leo, Ndio. ikiwa unajua kwenyu Yes. kule wewe ulitoka, Ndio. kuna mtu anafanana na wewe, Ndio. na kukatuma mtu mwingine Yes. akakuja kama ule wako, Ndio. ambia Mungu leo, Go. nataka rishapo, Taka rishapo. nataka rishapo, Taka rishapo. nataka rishapo. Taka rishapo. Ebu sikia hapa. Ukiona umekaa hapa na hujabarikiwa, hujaolewa, hujapata visa, hujapata kile unataka, wewe unahitaji richafo. Fanya hivi haraka, Jehova, fanya richafo, fanya richafo, fanya richafo, fanya richafo, fanya richafo. Ambia Mungu afanye richafo, richafo, richafo. Haleluya. Haleluya. Wewe kiongo wako ukiona mtu afanye hivi, yeye hana haja na rishavu, hana haja na rishavu. Ambia Baba, nataka rishavu, nataka rishavu. Rishapo. Ego ndikae konino, nendo ciakwa uheaga maguruma, kwa ihenya ngateng'era ta thwariga, nĩũnjaga mũhotoro wa ũhoti, nĩguo ndikae konino, nendo ciakwa uheaga maguruma, kwa ihenya ngateng'era ta thwariga, nĩũnjaga mũhotoro wa ũhoti, nĩguo ndikae konino, kuhaga maguruma, kategera tadwariga. Kaa chini. Yes. Kaa chini. Sit down. Hiyo shida imekusumbua miaka yote. Ndio. Hiyo shida. Yes. Hiyo shida imekusumbua miaka yote. Yes. Na umefinyiriwa mpaka wakaona wamekushinda. Yes. Kuna watu walikufunga, wakakuweka kwa kashufa, wengine wakafuata na kitofu. Kwani kulikuwa na laana inakufuata, ili apaswa wahubiri. Unasema mwaka huu hatutaingia kanisa mpya, rasima Mungu atatumana mahali walituweka, mahali walitufungia, mahali walisema hatuwezi tukatoka. Lishafo inafanywa, lishafo inafanywa. Lishafo inafanywa. Yes. Kabineti ya Jehova. Ebu kaa chini kidogo. Yes. Kabineti ya Jehova. Ndio. Kabineti Ya Jehova. ya Jehova. Kabineti Ya Jehova. ya Jehova. Unajua, Ndio. nikuambie leo, Shadraka, Meshaki na Abednego wakifungwa, Ndio. kuna mtu alikuwa hapo na akakubali wafungwe. Kweli. Lakini ile maneno waliambia mfalme
ilienda mpaka mbinguni. Ndio. Yesu akasema enough is enough. Hata kama wengine walitumwa wakakataa, I am ready kwenda pale. Nitaingia kwa hiyo moto. Mimi ndio moto ya moto. Mimi ndio fire of fire. Nitaingia kwa hiyo moto. Hiyo moto haitashoma. Watu wametetea ufalme wako. Nitaingia niwatetee. Haleluya. Kuna mtu anatumwa kwako leo. Kuna mtu anatumwa kwenu leo. Kuna mtu anafanana na wewe. Ile sura yako ya kwanza inakuja. Sura yako ya kawaida inakuja. Sura yako ya kawaida inakuja. Hawatakuweza tena. I receive it. Ebuka hapa, kaa chini. Unajua wamekuzoea uko na sura ya kukataliwa. Ndio. Maandiko inasema walipotazama wakaona moto inawaka. Ndio. Lakini vijana wanashai. Haleluya. Ndio. Wanameremeta. Yes. Na hapo katikati yao kuna mtu mwingine anakaa mwana wa Mungu. Ndio. Mpaka watu wajui Mungu wakina Delio wakajua kuna Mungu. Nataka kusema siku ya leo. Kuna watu wanakuonaga ukikuja Tuesday, Wednesday na Sunday. Hawezi wakakutambua. Unless Mungu atume mtu mwingine. Unless Mungu atume mtu. Ataingia pale. Oh, haleluya. Asimamishe maadui. Uinuliwe. I receive it. Hawakujui. Ndio. Hawakujui. Wanakuulizaga hiyo kufuga imekusaidia na nini? Ndio. Hiyo Mungu mnaitaga amekusaidia na nini? Waambie. Muda usio mrefu mtaona vile Mungu atafanya. Mtaona vile Mungu atafanya. Mtaona vile Mungu atafanya. Hallelujah. Koja siku ile watakuona. Walikuacha kwa kijiji. Ndio. Yes. Wakukuta kwa gorofa. Hebu imagine. Kuna watu walienda ngapo. Yes. Na wakaacha mtu yao Kibera. Sasa hii nyumba ya affordable imejengwa. Akahamishwa akapelekwa kwa gorofa na Batiza. Alafu ukikuja kumtafuta Mathare au Kibera au Korogosho, unaambiwa yule uliacha hapa kuja nikupeleke. Wanafika pale unaingia left. Unauliza tunaenda na bagapi. Unafinya na bate. Unapanda. Unauliza huyu nilimwacha kwa kijiji. Sasa hii anakaa kwa gorofa. Anakaa kwa nyumba iko na gasi. Anakaa kwa nyumba iko na choo. Anakaa kwa nyumba iko na kate. Nimesema malaika wako wakikuja, wacha nikuambie, kuna watu waliishi kuomba, lakini malaika wao wamekuja. Sasa hii Mungu anakuhamisha. Unatolewa kwa hiyo shida. Haleluya. I receive it. Kitu funny. Wakati wale vijana walitolewa kwa moto hivi. Yes. Mfalme hakuona Yesu. Sijui Yesu kama alibaki kwa moto, azime moto, au alishomoka mbinguni akapeleke habari. Lakini mfalme alisema kuanzia leo, ndio, yule Mungu atakaye obwa, atakaye inamiwa, sio Mungu mwingine. Ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Nasema Mungu wako. Kuna watu watamuinamia. Mungu wako. Mungu wa Pastor Moi. Mungu wa Pastor Moi. Kuna watu watakuja kumuinamia. Yes. Kama unajua Mungu atafanya hivyo. Sema haleluya. Salimia watu wa nje. Watu wa nje wameanza kujaa.
Lichafo, sema lichafo, lichafo, fanya lichafo, fanya lichafo, fanya lichafo, fanya lichafo, fanya lichafo. Watu ya nje, lichafo inakuja, lichafo inakuja, lichafo inakuja. Watu ya nje, oh, tunahama, munaenda kukaa kwa gorofa, munatoka nje, munatoka kwa baridi, tunapata kwa gorofa. Haleluya! Unaona tafiti tunacheka? Sio sisi. Kuna mtu alitumwa. Yes. Wow. Kuna mtu alitumwa. Wow. Kuna mtu alitumwa. Na huyo mtu ametumwa, ninamuongelea saa hii. Yes. Aende kwa baba, amwambie watu ya Jesus Winner, tarehe 2 mwezi wa 8 wanataka kulipa hiyo deni. Mungu atumie kila moja mtu yake sasa. Richavo. Haleluya. Kani shini. Wow. Basi. Yes. Hiyo vitabu hatuwezi maliza zote leo. Tukishindwa tutaimaliza Sadi. Ndio. Haina shida. Tukishindwa tutamaliza Sadi. Soma zile utaweza. Sawa. Soma. Twende kitabu cha Hebrews. Wahibrania 11. Ndio. Yes. 11. 23. Soma. Hebrews chapter 11 verse 23. Wacha nisome na tafsiri nyingine. Soma tu yote ile, unajua inaongea mzuri. Kwa sababu ya watu yangu nasema baba hawezi barikiwa watoto wabaki. Never. Hii mafuta iko na kingly anointing. Na mimi nimesema ikiwa baba ananipenda, apende watoto wangu. Na apatie yule malaika anajua hata kuaibisha tena. Amen. Unavile watu wanasema magari 5, magari 6, magari ati tuko na magari, ati ile tumenunua juzi shachufuguo ndio hii. Mwingine anasema nimenunua maproti, hata kijana mwingine amesema nimejenga na nimenunua proti. Ukimwangalia unashindwa ni ukweli? Ni malaika wazuri, malaika wa Mungu au Mungu afanye hivi? Juro, Yesu ni roho. Yesu is a spirit. Ndio. Is it true? Aachilie, si alisema nikienda kwa baba, yes, nitawatumia msaidizi. Ndio. Nitatuma roho wa baba. Ndio. Roho wa baba ulitumwa kwetu. Yes. Ukuje utusaidie. Ndio. Na tuko kwa shida. Yes. Roho wa baba. Roho wa baba. Sikudharau, lakini usikubali nikustaki kwa baba. Kuja ubariki watoto wangu hawa. Yes. Hawa wabarikiwe, wafunguliwe, maisha ya aibu ifike mwisho. Hebu fanya mwenyewe. Unajua mwenzako hajui kama utabarikiwa, ni kukuangalia na kuangalia. Unasikia watu wanatoa maushuhuda Canada, Amerika, na wewe unabaki hapa Israel, na unabaki hapa. Sema ni mimi nafuata, sema ninabadilishiwa. Ulikuwa unanisheka, yes, juu sikuwa na ule malaika wa mbinguni. Sasa naleteo malaika wangu. Amen. Ukiona you are rejected somewhere, you are rejected, wewe unaweza fikiri mtu ametoka mbinguni anaweza rejectiwa. There is problem somewhere. God do something. Yes. God do something. Afanye haraka, afanye lishavu haraka. Si tumesema tuko katika foundation of God. Ndio. Na tumejengwa juu ya manabii na mitume. Yes. Na Yesu Kristo ndio juu la pembeni. Na kanisa ya Mungu imejengwa pale. Na Jesus Winner imejengwa pale. Na wewe ni mmoja wa wale wamejengwa pale. Kile Mungu amepanga kifunguliwe sasa. Soma dadi. Soma. Inasema hivi. Hebrews 11. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa imani Musa alipozaliwa, akafichwa miezi mitatu. Na wazazi wake. Kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri. Wakaona Musa alikuwa amepatiwa malaika mzuri. Yaani kila mtu aliona ni mzuri. Hata mimi nataka rejection ifike mwisho. Amina. Nataka upendeke. Nataka hiyo sura ya kukataliwa ifike mwisho. Akafichwa kwa sababu alipendeza. My God. Hallelujah. Wewe umefishwa.
Hata kile kimefanya ukose kukufa ni Mungu amekufisha. Amen. Kwa sababu ya siku yake. Musa akafichwa miezi 3. Wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Kwa imani Musa alipokuwa mkubwa, akakataa kuitwa mwana, akakataa kuitwa mtoto wa Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kwamba kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu. Kumbe Musa alijua si lazima nikae kwa Farao nikule na nikunywe. Afadhali niteseke na nipigwe, kwa sababu kuteswa kwangu, kuteswa kwangu ni utajiri wa Kristo. Amen. Alijua. Yeye ndiye ujui ate Musa alikuwa anajua kuna utajiri kwa Kristo. Hajasema kwa Mungu. Pastor Madake rudi hapo tumesema kwa Kristo. Musa alijua kuna Yesu. Musa alijua kuna Yesu. Na akajua afadhali nitezeke nikiwa katika ufalme wa Mungu. Afadhali nitezeke nikiwa kwa ufalme. Wewe kama utaki kwa Mungu kaa. Kama Mungu atapigwa umpige, shauri yako. Lakini mimi Pastor Moi, Mungu wangu Baba wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi na akatoa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, huyo ndio baba yako. Amen. Huyo ndio baba yako. Huyo ndio Musa. Kama ni wewe saa hii upelekwe State House ukurage na ukunywe, huwezi kubali kutoka hapo. Musa alisema mimi afadhali nitezeke na niogewe vibaya na nifanywe yote kwa sababu ya utajiri wa Kristo. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya utajiri wa Kristo. Utajiri iko hapo. Kwa hiyo mfalme alijua kuna hii ya Herode ni ya muda. Hii ni ya muda. Kuna utajiri. Na ndio unaona Musa aliongoza Israeli akiwa kwa Farao, akifanya miujiza. Ndio. Akegojea maji ishoto kwa mtungi apatiwe. Yes. Akegojea chapati ipikwe apatiwe. Akegojea akegojea, is it true? Yes. Akegojea kama maji ikifurika, akegojea iishe au atengenezeo nini? Boat ndio apite. Lakini Musa alipojua kuna Mungu, ndio akakataa kuinamia miungu. Wakati alikuwa mtu mkubwa, alipokuwa anaongoza Waisraeli, na shukuru Jehova, yule Musa alipochukua fimbo, hakungojea gatamo. Alipofika pale kwa bahari, maandiko inasema alikuwa na authority, alikuwa na uwezo, alikuwa na ufalme yote. Ndio. Pastor Madege alisema sadi ati Musa alikuwa anafanya miujiza, nyoka tunatoka tunameswa na Musa. Sasa Musa, sikia, Musa yule ambaye alikuwa anagojea apatiwe chapati pale, anaenda kwa maji agojei boti, alikuwa anachukua fimbo, Yesu anafungua njia, watu wanapita. Akifika chakwani, maji inakosekana, haitaji kibuyu ya maji. Alikuwa anaambia guza maji inatoka. Wakati umekubali Jehova, kuna miujiza ingine itafanyika. Extraordinary. Inasema hivi, mikate ikikosa mikosi, anaambia Jehova mikate inatoka mbinguni. Ile mikate alikula kwa Farao akiwa mtoto. Kwanza hii ilikuwa ya bluebird, ya mbinguni. Sijui imepakwa. Ujue hawa watu hawakuwa wanakula mikate na chai. Kwa hivyo hiyo mikate kuna kitu, sijui ni cheese au ni asali, juu ilikuwa inaingia kwa mwili. Wacha nikuambie leo,
ukitambua huyu Mungu Ndio. na upende huyu Jehova, Yes. kuna miujiza itatendeka. Amen. Mpaka watu wa kwenyu wachangae. receive. Kuna mambo itatendeka. Amen. Mpaka watu waulizane, Ndio. huyu Mungu unaompaka ni nani? Muimbaji ameiba na kimeo, na ameiba mzuri. Ati wakati nilikuwa na shida mlikuwa mnaniongea. Wakati mliona nimebarikiwa mkaniita Illuminati. Wakati mliona nimetengeneza nywele mkasema napika umaraya. Sasa mimi nasema hivi, sikia hapa. Juu wamekuongea na wanakujua sana. Wacha Mungu akubariki waongeane. Amen. Wacha waongee. Hawatakosa kuongea. Ndio. Gekutuka gatiriri. Sema na Kiswahili. Gekutuka gatiriri. Kikuu tunasema Kanua kare batari. ile mdomo iko na mate, Kanua kare matari. mdomo ili na mate Gatiaga gweka atia. haikosagi ya kusema. Ha? Mdomo iko na mate. Haikosagi maneno. Ndio. Haikosagi maneno. Mdomo iko na mate haikosagi kuse. Lakini imesema wakikuongea tena na wapige Mungu wako tena. Yes. Waongee kinyume na Mungu wako tena. Watalipia hapa. Hapa. Watalipia hapa. Na tumetakasa leo sisi sio Qurani. No. Tumeambia Jehova Yes. atupiganie haraka Sana. sana. Wamezoea sana. Soma dadi, soma. Okay, acha nisome hii. Soma pastor. Juu nimesikia inaongea mzuri na Soma kama inaongea ya maapostoli. Wene atuire kumenwo ni undu wa Kristo. Yeye alikubali kutukanwa kwa sababu ya Kristo. Ne umithio munene. Sikia, alikubali kutukanwa. Musa akaitwa mjinga. Akaitwa unasema unaenda kukomboa, uwapeleke wapi? Mjinga. Mtu ambaye tulilokota kule kwa maji. Alikubali kutukanwa. Wewe sijui kama utakubali kutukanwa. Sijui kama utasikia kanisa ikitukanwa uitetee. Sijui kama utasikia pastor mmoja akitukanwa umutetee. Wewe Musa alikubali, sema Musa alikubali. Alikubali kwa sababu ya Kristo. Yes. Hebu rudi hapo tena apostolo. Wene atuire kumenwo ni undu wa Kristo. Wende alikubali kutukanwa kwa sababu ya Kristo. Todo ne umithio munene gukira utoka. Kwa sababu umithio na Kiswahili kusema nini? Umithio na Kiswahili ni faida kubwa. Ni faida. Faida kuwa na Kristo ni faida. Mimi wacha nikuambie, wacha vile tunatukana kwa Yesu. Mimi siwezi toka kwa Yesu. Siwezi. Hata mkileta miungu ingine siwezi toka kwa Yesu. Mungu na Yesu ule alitupatia. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Huyu Yesu amepoja watu kanza hapa. Kila siku anatoa ushuhuda. Watoto wa miujiza. Kwa nini imefanyika huko? Wewe hata vile unadanganya wewe. Nini imefanyika kwao? Wewe, acha tuongee ukweli. Nini ilifanyika kwao? Ni shida tupu. Hapa magari imeingia. Mashamba imepatikana. Mafisa imepatikana. Kwani mnataka Mungu gani? Na makosa ile ilikuwa imebakia ni kwa sababu ule mtu alitangulia kwako huyo. Huyo tunangoa. Huyo ndio alileta kitofu baya kwako. Huyo ndio alileta kitofu baya. Sema hiyo kitofu tutakata. Tarehe 2 mwezi wa 8 tunakata hiyo kitofu. Sema tunakata hiyo kitofu. Tunakata hiyo kitofu. Hiyo kitofu tutakata. Ndio tubarikiwe. Ati ni faida tupu. Niliona afadhali nitukanwa kwa sababu nilijua kufuata Kristo ni faida tupu. Hakuna hasara. Yaani kuna baraka hapa na mbinguni ubarikiwe. Wewe unafikiri hata ifokuwa watu wanaongea baya, ile mambo yanafanyika hapa si wanatamani sana? Wanatamani. Ni vile haifanyiki hapa, wanatamani. Yule dada Mumeru amesema sasa hata nimejua pastor hawezi jua watu. Unajua ni kwa nini amesema hivyo? Ameangalia ile umati iko hapa, akajua hawezi jua. Ni wangapi wanajua ninawajua? Baada muangalia wote, nani anajua ninamjua vyema? Sasa unajua mimi najua watu wangu wote. Hata hao ni mashahidi si wewe, nani anajua kabisa ninamjua? Aidiwe mikono juu. Nani anajua?
alikuja hapa na shida na nikamhudumia na ameona Mungu, ainue mikono juu. Huyo ndio Mungu tuna. Sasa hiyo ilikuwa kiojo. Sasa tumejua the secret. Ule mtu tuliubwa hakuwa na shida. Hata Adamu na Hawa kiubwa haikuwa na shida. Wakati tunda ilikuliwa, hapo ndio shida iliingia. Kitofu ubaya ikaingia. Sasa tunataka Mungu, mtu wa ule alikuja baadaye aondoke. Juu shetani alikuja akadanganya Adamu na Hawa. Is that true? Si hapo ndio shida ilitokea? Si ndio nimesema lazima tubadilishiwe? Juu mtu ya kwanza hakuwa analima. Hakuwa anaenda kwa shamba. Hakuwa anaenda kubeba soko, abebe vitu akipelekea kule kwa Aidi. Hakuwa anaenda Nyamakema. Hakuwa na Marigiti. Hata Kekoba huko Paulo hakupatikana. Mtu ya kwanza hakuwa anaenda. Kazi yake ni kulala na kuamuka na kutembea kwa shamba. Akitaka kukula epo anakata. Akitaka ile katuta kanaitwa pi anakata. Ndio. Akitaka nini? Kila kitu anataka. Biblia inasema alikuwa nakula, alafu naye Mungu at every saa 9. Saa 9 ya jioni. Yaani Mungu alikuwa anakuja. Yaani Mungu alikuwa anakuja every day. Haya, pastor hapo tafuta hapo. Ate Mungu alikuwa amewaeka. Mtu wa kwanza alikuwa ameupo kama Mungu, na alikuwa anakula kama Mungu, na alikuwa anatembea kama Mungu. Yaani shetani kimudu kile kiuru, shetani kiuru. Kimudu. Na mimi naona wale watu wako na wivu, hata wale wanaibia Mungu pesa inatumu ngapa mnakula. Huyo ni shetani. Ni kimudu kiu. Mtu wa kwanza hakuwa na shida, na ndio nimekuambia Mungu alisema tupe ile shida unakula si wewe. Oi my brother, si wewe. Ingine si wewe ulifanya. Ni Adamu na Hawa. Kile takajwa na mtu. Akakuja akawaambia kuleni tu na mvukuke macho. Badala wafukuke waliona uchi. Na bereni walikuwa nakula bila uchi. Kimudu kiu. Ni shetani. Kimudu kiu. Ikabadilisha sura zetu. Watu waliupo mzuri. Imagine sasa hivi unaona vile mko. Hatungekuwa tunalima. Tungekuwa tunasukuka kwa chapa tunakula matunda tunataka, hakuna magonjwa, hakuna kitu kinatusumbua. Alafu ikifika saa 9 Mungu anakuja naongea na sisi, tunakaa na Mungu shidi. Imagine saa 9 kabla tuende tukapumzike tulale, Mungu ndio huyo. Yechoi ndiko gora tutoke yake akija. Mungu saa 9 angekuwa nakuja. Hivi saa 9. Wase saa 9 ikifika Mungu hata tungekuwa tunaenda mapema, tungekuwa tunangojea saa 9 ndio akuje atuambie vile nataka. Saa hiyo tunapitana hata kama saa hiyo hakuwa navaa nguo tunapigana na wezi fanya ucharati. Imagine haungefanya ucharati. Mungu alifanya kitu kingine. Yaani walikuwa noro. Yaani ambia mwenzako hiki mtu kilikosea. Mwambie kilikosea. Yaani we Patrick, mungekuwa mnakutana na udada anakupika mkipitana hivi na akonoro, uwezi ona. Yaani wewe unaona tu matunda na amani. Sasa hiyo nasema rakama sanda rababo. Unatoka hapo. Usome. Hebu soma. Aya. Soma. Weni atuire ate kumenwa ni undu wa Kristo kushukiwa. Na pastor hapo hiyo kile tutatafuta hiyo tukimaliza hii. Yeye alikubali kutukanwa kwa sababu ya Kristo. Ni tondu umithio munene ukira utonga wa Misiri. Ni faida kubwa kuliko ya hapa duniani. Tondu ni ashogagiriria ukaheo kio. Kwa sababu alikuwa anaangalia kupata taji ya uzima wa milele. Ni undu wa gwetiki kwa sababu ya imani.
Ni tondu wa gwitikia ri. Kwa sababu ya kuamini. Ni omire Misiri. Alitoka Misri. Ategwitigira. Bila kuogopa. Marakara ma muthamaki. Bila kuangalia hasira za mfalme. No ni akirireirie. Aliweza kuvumilia. Tondu nionire uria utonagwo. Kwa sababu aliona yale wanadamu haonagi. Ule haonekanagi. Yule haonekanagi na watu walimuona. Sasa Yesu. Aliona Yesu. Yaani aliona Yesu Musa. Ila mnataka kwenda kuona Yesu. Mwambie nataka huyo mwingine watu waonagi. We, hebu ambia mwenzako ulifanya reshuffle God. Do reshuffle. Fanya hivi, fanya reshuffle. Ona sura, fanya sura hivi. Ambia Mungu toa hii sura. Do reshuffle now. Ambia Mungu nataka reshuffle. Mwambie nataka reshuffle. Dumwele ambia huyo mwingine nataka reshuffle hata sura. Ambia hata sura ibadilishwe. Mwambie hata kama unafanyaga umarana ni mwizi, mwambie sura na ikataa. Nataka sura nyingine. Mwambie nataka reshuffle. Wala wako na Kristo wavumilie. Yes, wavumilie. Kwa sababu kuna baraka kubwa tumewekewa. Ni akirereirie. Alivumilia. Tondu nionire uria utoneka. Kwa sababu aliona ule aonagi na watu. Hallelujah. Alimuona. Ambia mwenzako nitamuona leo. Sema ombi langu siku ya leo. Baba nione ule haonagi na watu. Nataka unibadilishie sura. Kwa sababu sura yangu ya kwanza ilikuwa sura mzuri. Mimi singefanya usherati. Singeibia Jehova. Singefanya mambo mabaya. Kwa sababu niko na ule nilipewa mbinguni. Lakini nikapewa mtu mwingine mbaya. Shetani akaweka sura yake. Hiyo sura nimeitoa. Sema hiyo sura nimeitoa. Mwambie that is not God's foundation. That is not God's foundation. We ambia Mungu. Hebu rudia nyuma yangu. Sema Mungu. Uliumba mbingu na dunia. Na ukaweka maji. Na ukaweka mito. Na ukaumba mtu. Anafanana na nyinyi. Lakini mimi nikiangalia. Kuna mtu mwingine. Alikuja ndani yangu. Huyu mtu nataka atoke. Kwa sababu vile anafanya. Sivyo mbinguni kunafanyika. Kuna tabia nafanya. Hii tabia sio mbinguni. Mwambie badilisha. Mwambie Mungu. Umesema tumeupo juu ya Kristo. Na ndiyo jiwe kula pembeni. Na juu ya manabii na mitume. Na mimi nikiangalia. Hata kuwekelea juu yao siwezi. Kwa sababu ya tabia zako. Badilisha mimi leo. Lete mtu ya kwanza. In Jesus name. Alivumilia. Juu aliona mtu watu hamuonagi. Na kitu moja nimefurahi mshukaji. Hakuogopa mfalme. Hata akitoka huko alisema mfalme anajulikana kila mmoja. Lakini yeye kuna siri alijua, kuna mmoja watu hawajai muona. Na akasema huyo ndio anataka. Nataka huyo. Alipoenda kwa kichaka. Maandiko inasema Musa akiwa anachunga mbuzi cha shemeji yake Ethro, akiwa pale akasikia sauti, akaangalia, akaona fire. Sema fire. Hakuna mtu mzuri kama ameamini Mungu na amekubali Mungu. Musa akatazama, akaona tu ni kichaka, sauti inatoka. Akasikia sauti imemwambia Musa, toa viatu zako, hapa ni patakatifu. Hallelujah. Ukitaka leo kuona Mungu, toa viatu ya dhambi. Toa usharati. Toa umaraya. Toa wizi. Toa wifu. Toa masegenyo. Toa. Ambia mwenzako toa. Wewe mungaijie hakuna corona. Salimia. Musalimie. Mwambie ni wewe pastor anasema. Ni wewe unaambiwa. Toa hiyo kiburi. Toa majifuno. Toa wizi. Toa ukora. Toa masegenyo. Toa. Mungu aweke mtu mwingine. Mtu mwenye kibali. Yes. Mtu wako na neema. Mtu ambaye atapendeka. Yaani mtu wa kwanza. Pastor Banafa ulipata? Au pastor hujamaliza? Tumepata.
hebu soma hapo Mungu na usome laini miki hapo tu. Mungu alikuwa anatembelea, Mungu alikuwa anatembelea Adamu. Na Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 8. Soma. Ndipo yule mwanaume na mkewe waliposikia sauti ya Mungu, alipokuwa akitembea bustani, anatembea bustani wakati wa utulivu wa jioni, sikia, wakati mambo imetulia, umechiba, wakati umekula kaugali na tuboga na tunyama, wakati sasa hata ndege imeshiba. Sasa hiyo ni kama mtu wako pale, sijui ni wapi hapo mzuri huko, yani umetulia pale kwa kama karibu na bishi hapo. Haleluya! Yani wakati umetulia ndio Mungu alikuwa anakuja. Hata miguu alikuwa anasikia, kwa sababu hakuna kitu kingine inaongea. Walikuwa nasikia miguu ya Mungu ndio hiyo. Imagine tungekuwa tunatembelewa na Mungu. Imagine vile tungekuwa tunakula. Imagine hatungekuwa na njaa. Imagine hata imagine. Huyo mama alikosea. Yahitilie. Kohenio. Alikosea, alitanganywa. Na muovu. Chakula ya siku moja kama ile nani? Esau. Siku moja tu. Siku moja linafanyaga watu wengi watoka kwa Mungu. Hata umeona dada akipita kwa barabara macho inamwangalia. Na ujui amebeba nini? Unaenda pale ta. Ukitoka hapo umetoka na HIV. Ukitoka hapo uko na gonorrhea. Kamwe tu. Yeti na wanake. Mudhanyo mwetu. Yeti na. Abia mwenzako, huyu mtu alitukosea. Yani walikuwa wanasikia miguu ya Mungu. Alafu zaidi kumetulia pa. Yani Pastor Betheke ukikuwa nakaa hivi. Rayai. Naona hata tungekuwa tunaja kuoa. Juu sasa tungekuwa tunakaa mzuri. Hivi tunatembea na Mungu. Masaa ya saa ngapi? Jioni. Hata tungekuwa tunakosana. Hata vile tunakosanaga. Imagine tungekosana. Hatungekosana. Adamu na Hawa hawakuwa nakosana. Matunda yote. Na kaasali. Kwa sababu nyuki zilikuwa huko. Na iko inawaduka. Sasa wakati walikosea ndio nyuki ilianza kuwaduka. Soma. Wakati utulivu jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu. Mbele za Mungu. Wakajificha katikati ya miti ya bustani. Lakini Mungu akamuita Adamu. Akaita Adamu. Uko wapi Adamu? Naye akajibu. Nakusikia lakini nimejificha. Niko chini ya miti. Nkauche. Hata saa hii kuna watu Yesu wakirudi hapa utajificha hapa. Tabia hiyo unafanya. Lakini sasa abia Mungu abadilishe. Mwambie akubadilishie. Toka hiyo Pastor Betheke soma. Pastor Betheke. Aya, twende kitabu cha Hibrania 12 ya soma. Verse 9. Kuna vitabu vingine hapo si kama tutamaliza. Soma haraka tadi. Inasema hivi. Aje. Mstari wa 9. Zaidi ya hayo sisi tunawaheshimu wazazi wetu. Waliotuzaa. Wazazi wetu wale walituzaa. Wazazi wetu. Baba na mama. Sema. Hata wanapotuadhibu. Hata wakati wanatuadhibu tunawapenda. Basi tunapaswa kumtii zaidi baba yetu. Tunastahili kumtii baba yetu wa kiroho. Hebu kila. Watu wanawaulizaga hii mambo ya mnaitaka Pastor Mwai baba, mlitoa wapi? Soma tena. Acha nirudie. Imagine ndiko katika ile muziki foundation ya Mungu. Na Mungu anajua lazima utavue baba wa kiroho. Yes. Sema dadi. Usiponiheshimu
Hebu rudia Pastor Mathenge. Wacha nirudie. Hiyo rudia. Hebrews Hiyo chapter kwanza, 12. hiyo niliweka kwa sababu wengine wamekuwa wakitukanwa ya kusema hivyo. Na tunasemaga Mungu wa Ibrahimu, Isaka baba yetu. Bwana mnaonaga yetu ndio baya, lakini ya Ibrahimu ni sawa. Ukiona mtu hataki kuitwa baba, anataka kulala na wasichana wa kanisa. Juu baba hawezi lala na msichana wake. Is it true? Is it true? Baba hawezi lala na mtoto wake. You are my daughter. I cannot go against my daughter. Kwa hivyo mimi ni baba. Hey! Hey! Hey. Hey! Soma tena. Inasema hivi, Inasemaje? mstari wa 9. Kipiga leo kile. Koko angalia. Baba. Zaidi ya hayo, Sisi tunawaheshimu wazazi wetu. Sisi tunaheshimu wazazi wetu waliotuzaa kwa mwili, hata wanapotuadhibu. Basi tunapaswa kumtii zaidi. Zaidi. Si kidogo. Zaidi. Na tunaona hii watoto kweli mkiwakosea wanakimbia kwangu. Nimejua sababu. Nafikiri mlisoma hapo mbele yangu. Mlikuwa mmesoma hapo mbele yangu. Mimi nimesoma when I'm too late. Usoma Saidi, mnatakiwa muheshimu Saidi. Soma, we are in the government of God. Sasa the government of God ile imesema heshimu mama yako na baba. Saidi na imesema katika hiyo sheria, kama wazazi wako unawapenda hata wakati wamekuadhibu, upende zaidi. Tunapaswa kusema ina. Ukiona anaenda kuadhibu, ujue ni Mungu. Masharia niko kuadhibu, ujue ni Mungu. Ukikukanya, ujue ni Mungu. Soma, sio mimi nimesema. Basi. Haya, nirudie tena. Rudia baba. Zaidi ya hayo. Sisi tunawaheshimu wazazi wetu. Sisi tunaheshimu wazazi wetu waliotuzaa. Hata wanapotuadhibu. Basi tunapaswa kumtii zaidi. Baba yetu wa kiroho. Ili tupate kuishi. Haya, tameja. Yes. Kumbe ukiniheshimu na unipenda utaishi sana. Leo nimejua siri. Yes. Hauniega. Hapo ni pazuri. Na muniangaliagi baba. Si baba anaangaliagwa. Na mbona muniangaliagi? Haya baba. Hebu tashokera niki. Rudia tena. Na adhuri muigwe hapa ase musikie mzuri. Miaka ile unakaa ni pastor moja atafanya Mungu akukalishe. Si pastor amesema, tunasoma Biblia. It's not enough. Niko na vitabu mingi hapa mzuri, hatuwezi maliza. Juu niko na vitabu ya Methali mingi, tuko na Pastor Mathenge. Yes. Wacha tukimaliza hiyo, wacha tufike hapo. Next time nitaendelea hizo zingine ni mingi sana na niongezee. Kwa sababu ni mingi. Lakini leo tumalizie hapo. Is it true? Yes. Tutaelewa. Ni mingi na ni vitabu tamu sana. Hii ni tamu. Lakini hapa rudia. Hapo rudia dadi. Pole. Wahibrania 12. Hebu piga mwenzako. Mwambie hapa kuna mambo. Hapa kuna mambo. Hapo haunihega wewe. Haunihega. Ate kipasta. Soma. Zaidi ya hayo. Sisi tunawaheshimu wazazi wetu. Waliotuzaa. Hata wanapotuadhibu. Basi. Tunapaswa kumtii. Kumtii zaidi. Baba yetu wa kiroho Pastor Moi. Ili tupate kuishi miaka. Haya, inasema hivi na hii yangu. Yangu inasema hivi. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili. Basi sisi tuko na baba wa kimwili wanaotuadhibu. Nasi tuwaheshimu. Kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu ya hiyo. Je, sisi tunapaswa
inatupasa sisi tunapaswa kujinyenyekesha zaidi kwa baba wa kiroho, baba ya kiroho zetu ili tubarikiwe. Kumbe ni yeye amjua kwa nini Mungu hajabadilisha, ni kiburi. Tazama, rudia tena hapo. Tena sisi zote, sisi wote watoto fanyeni, sisi wote tunao baba wa kimwili, tuko na baba wa kimwili wanaotuadhibu, nasi tuwaheshimu wewe kwa ajili ya hiyo. Je, sisi tunapaswa kujinyenyekesha zaidi kwa baba wa kiroho. Apostolo, tunapaswa kujinyenyekesha. Yaani hata kama hutaki kunyenyekea, unyenyekee. Una fake. Una fake. Hata kama hujui kunyenyekea, yaani una fake umenyenyekea. Inapaswa kujinyenyekea. Ndio nini pastor, apostolo? Aya, wacha nirudie tena baba. Rudia baba. Tena sisi wote tunao baba wa kimwili. Sisi wote wanaotuadhibu. Tuko na baba anatuadhibu. Nasi tunyenyekea. Kwa ajili ya hiyo. Je, inatupasa kujinyenyekesha zaidi kwa baba wa kiroho. Ili tuishi na kubarikiwa. Simama na miguu yako. Sema haleluya. Haleluya. Ni wangapi wamebarikiwa mpaka mahali tumefika? Hatuwezi maliza leo. Sasa kuna ingine nilikuwa nimepaka kuhubiri sana. Sijui kama itaisha, kama utafanya nini. Lakini wacha nikuambie. Tunataka tuwe kwa God government. Na God government kwa misingi ya Mungu Baba, Yesu na Roho Mtakatifu. Kutoka hapo tubadilishie ule mtu wa kwanza. Nebuo, nataka tukimaliza Sunday tuombe sana Mungu atubadilishie huyo mtu aliyeko ndani yetu. Inua mikono juu. Sema Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Makosa yangu yote. Uniondoe kwenye kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Niondolee roho ya shuki, roho ya wivu, roho ya fitina, roho ambaye iko na kiburi. Niweze kunyenyekea. Ndio Bwana. Tunapoenda kuombewa Jumapili, tuitishiwe mtu ya ndani ambaye ni Roho Mtakatifu na malaika wa Mungu wanaofanana mimi vile ninavyofaa wakati uliniumba. Nikae mtu mpya na kiumbe kipya kitatembea na Jehova, na nitapata kibali na neema itatembea pamoja na mimi. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Najua ukombozi wangu anaishi Yesu, anaishi Yesu, anaishi. Ukiwa na maoni au tetesi zozote kuhusu vipindi vyetu, tujuze kupitia kwa ujumbe mfupi wa 0742524973, 0742524973, na pia kwenye barua pepe. Ungikorwo na woni wigie tabarira citu, ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804, 0795789804, kana email itu niyo info@keheotv.co.ke. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya. Just only a few days ago, bururi wothe turaragia horo wa Nairobi. 2-3 days after, there is no guturaria taici. Na mwana ucio kana mundu ucio ndarakorora ni turi maneuvers cia kuguteithiriria ki mundu ucio
aya atari aratuika unresponsive gutiri ugu wekira mwana ndwara wa mukani muigananire tondu ndi mutiradi sarumu riri we muciari ndwekira ndwara cikinyite kuu koguo no indo ndurikatia nduguthabio nawe athiite gwaka hau tondu hatiri handu ona hamwe angihota gwika atia gwaka gutiri gwake gutiri kwao mundu ucio agio no gwikarirwo thi ni aria me thirikari-ini magacira matongoretio ni ambunge senators aria macira makauga atiriri kwina andu aitu mena thi ti tondu we nuinuka nyumba-ini ya ihiga gutina thina andu acio ni twithie uhoro wao. Nyitanagira na Francis Wairura na Wanjiko wa Mwangi tabarira-ini ya gugithereruka o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano thinashara na nuthu kinyagia thaa 3 cia rucini mitambo-ini ya Kiheo TV kihumo kia we ni wenderera we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe